Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni kwa yetu ya mahali hapa. Na ninaomba basi wakati huu mzuri. Leo tumekimbia sana. Tunao waimbaji wengi na wazuri sana. Wapo waimbaji binafsi ambao wanaimba na playback. Lakini pia wapo waimbaji ambao wenyewe ni wazee wa live. Bwana Yesu asifiwe. Wanapigiwa vyombo huku wanaimba moja kwa moja. Sasa kabla sijawaleta hao waimbaji na watumishi wa Mungu wazuri, ninaomba basi wakati huu ninaomba nitamkaribisha mtumishi wa Mungu kabisa. Haleluya. Ana kama hiki kaongoze sala ya toba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi imeanza kukaa vizuri. Bwana Yesu na asifiwe. Inataka sauti za kiinjilisti tu. Yesu na asifiwe. Mbona uitiki wewe? Itikia vizuri. Yesu na asifiwe. Namna hiyo. Asante sana. Sasa ninaomba basi wakati huu nitamkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye amefanya siku leo toka wepo hapa. Mungu amemtumia yeye. Mungu amemtumia yeye sisi kuwepo hapa. Sasa nitaomba basi wakati huu, andaa mikono yako miwili mizuri kabisa. Alafu tupate kumpigia Yesu makofi kwa utukufu mkubwa kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Sasa kabla sijamtaja, ninaomba weka mikono yako namna hii. Atakuja alafu tendelea ratiba ambayo inafuata mbele yetu, pamoja na utambulisho, lakini pia atakwambia nini kinafuata baada ya hapo. Weka vizuri kabisa, alafu ninaomba umchapie Yesu makofi kwa utukufu mzuri wakati unamkaribisha mtumishi wa Mungu mchungaji Samora Kefa. Ongeza tena makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ongeza tena makofi na vigelegele. Jamani, ongeza tena makofi jamani, hayajatosha hayo. Mtumishi naogopa mimi. Itabidi atuambie aliye nyuma yake ni nani. Sasa sijajua, ila mimi niliyemkaribisha ni huyu mtumishi wa Bwana. Naona yuko na mkuu. Hawachekagi hawa. Mpigie Bwana Yesu makofi mengi. Shangwe na ndelemo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Ongeza tena vigelegele kwa Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu akubariki sana kwa kuja.
nilikuwa naomba tusogee hapa katikati ili hata mhubiri pia asiweze kupata shida. Tusogee hapa, hizi lorries tujaze hizi, na wale wa kule nyuma nao pia tusogee pia hapo, tujaze viti hivi vya huku mbele. Naombeni tusogee mbele ili mhubiri asiweze kupata shida. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Mungu akubariki sana kwa kuitikia wito wa ibada hii. Mungu ni mwema. Kwa majina yangu naitwa Samora Kefa, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na ibada kama hii Mungu ndiye aliyewekaga mzigo huu wa kuja kuandaa siku moja kitu kama hiki. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Na Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Jamani, sio kwamba analindwa, hapana. Ni mtumishi wa Mungu mzuri, wewe utamkuta kwenye mahafali, unakuta yuko hivi hivi unavyomuona. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa ilikuwa mwaka majuzi nikiwa namuomba Mungu kwa habari ya huduma yangu binafsi. Mungu wa mbingu na nchi, wakati nimekaa lelini niko peke yangu, Mungu akasema mafanikio yako wewe yapo kwenye neno la Mungu. Huduma yako wewe ili ije kustawi ipo kwenye neno la Mungu. Na Mungu alinipa neema na nafasi ya kuwa mtu ninayeshika sura za Biblia kwa kichwa. Na nilitegemea leo uwepo pia wa makanisa mengi yawepo hapa, lakini nimepigiwa simu nyingi sana. Kuna changamoto ambazo zimewafanya pia wasifike, na pia baadhi ya washirika wetu hapa wapo mahali fulani, kuna harusi ya yule binti wa mama Mtweve, ndio maana unaona hivi. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe uliyekuja. Amina. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu baba yangu. Jamani, kwa wale ambao huwa tunafuatilia mitandao vizuri, Amieli Katekela yuko hapa. Kama unamuonaga kwenye TV, mimi mwenyewe nilimjulia kwenye simu akiwa anahubiri Ukonga kule Dar es Salaam. Mwanjala ananionyesha, bwana huyu ndiye anayetaka aje kuwa mhubiri wangu hapa. Wakati tuko Iringa, akaja Iringa tukafanya mkutano wa baraka sana. Na mimi siwezi kumsemea sana kwa sababu kuna andiko kwenye Biblia linasema yeye ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Mimi niko hapa nichukue dakika chache sana nilete presentation ya sura za Biblia. Lengo si kutaka kujionyesha, lakini kuna kitu nakitafuta kwa Bwana, kwamba tu inspire kwenye makanisa wawe inspired kwenye kusoma neno la Bwana. Turudishe watoto wetu na kizazi chetu kirudi kwenye neno la Bwana. Kuna watu wamezuiliwa tu kuja hapa na mazingira ya hali ya hewa, lakini kuna watoto walitakiwa waje pia, waje wasome sura na wenyewe, kwamba lengo ni kulirudisha kanisa la Mungu kwenye neno. Amina, watu wa Bwana. Lengo ni kurudisha kizazi cha Mungu hiki kwenye neno la Mungu, kwamba sasa tuwekeze kwenye neno la Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Basi Mungu akubariki sana. Mungu alinibariki neema, nina sura 30 kichwani za Biblia. Kwa hiyo mtu wa project, kama uko vizuri kwenye, maana mazingira pia leo ya mitandao yetu hayakuwa sawa, na unaona kwenye ibada zetu leo hazijatumika hizi TV, hawajafanya projection yoyote kwa ajili ya matengenezo na nini, zilishushwa na nini. Kwa hiyo kama kutakuwa kuko vizuri, unaweza ka project ile
listi niliyokupa. Ziko sura 30 na malengo yangu mpaka miezi 4 mpaka 5 ijayo pia niwe nimekimaliza kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho kina sura 22 na nimeshashika mpaka hivi sasa sura 9. Kwa hiyo naendelea, lakini huku kwingine nina sura zingine zipo. Kwa hiyo kwa ujumla nikichukua huku na huku kwenye Zaburi, Mathayo, Yohana mpaka Yakobo, Timotheo, Hagai, mpaka Waefeso huku, wa Galatia, Marko, nikichanganya zote ziko 30. Lakini malengo yangu kwanza kitabu cha Ufunuo kiishi. Bwana asifiwe sana. Sasa Mungu akubariki, twende kwa haraka zaidi ili nisitumie muda mwingi. Fungua kitabu cha Zaburi sura ya 51. Tumewasimamisha kidogo waimbaji ili tumalizane na programu hizi, ili waimbaji baada ya hapo tuwe huru zaidi, tusibanwe na mazingira ya muda wetu. Fungua kitabu cha Zaburi sura ya 51. Kama akiwepo mwenye kinanda mmoja huku akawa anagusa kwa mbali sana, itakaa vizuri pia. Tayari tumefungua wote, nataka tufike wote. Na kama una project hizo sura za Biblia kwenye TV, naomba unisaidie hii ya mbele izimwe ambayo inanitazama. Ili wanaofanya projection wao angalia tu huku nyuma yangu na hizo zingine. Zaburi ya 51. Tumefika Tutasoma kwa msaada wa Bwana. Hapa madhabahuni kwangu sina karatasi yoyote, sina simu, niko mimi kama mimi na Roho wa Mungu. Karibu sana tusome kitabu cha Zaburi sura ya 51. Biblia inasema, E Mungu unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu mbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kwa una haki unenapo na kuwa safi utoapo hukumu. Tazama wapendezwa na kweli iliyo moyoni na utanijulisha. Tazama wapendezwa na kweli iliyo moyoni na utanijulisha hekima kwa siri. Unisafishe kwa hisopo nami nitakuwa safi. Unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa ulioiponda ifurahi. Ustiri uso wako usitazame dhambi zangu, uzifute na hatia zangu zote. Ee Mungu uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Unitegemeze kwa roho ya wepesi. Nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. Ee Mungu, Mungu wa wokovu wangu, uniponye na damu za watu, na ulimi wangu utaiimba haki yako. Ee Bwana, uifumbue midomo yangu, na kinywa changu kitazinena sifa zako. Maana upendezwi na dhabihu, au ningeitoa wewe uridhii sadaka kuteketezwa. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Ee Mungu, hutaudharau. Uitendee mema Sayuni kwa radhi yako, uzijenge kuta za Yerusalemu. Ndipo utakapopendezwa na dhabihu za haki na sadaka za kuteketezwa na kafara, ndipo watakapotoa ng'ombe juu ya madhabahu yako. Naweza kumpigia Bwana Yesu makofi. Hiyo sura ya kwanza. Kitabu cha Yakobo sura ya 4. Wewe unanisaidia sasa kufungua kwa haraka kidogo.
Kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa mwisho. Yakobo 4 mstari wa kwanza mpaka wa mwisho. Tumefika? Baadhi yetu tumefika. Yakobo 4 mstari wa kwanza mpaka wa mwisho. Nitasoma katika jina la Yesu. Vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala mwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa muombi. Hata mwaomba wala mpati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakayekuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure, huyo Roho akaaye ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu? Kwa hiyo hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Huzunikeni na kuomboleza na kulia. Kucheka kwenu na kugeuza kuwa kuomboleza, na furaha yenu kuwa hamu. Jidhirini mbele za Bwana, naye atawakuza. Ndugu, msisingiziane. Amsingiziaye ndugu yake au kumhukumu ndugu yake huisingizia sheria, lakini ukihukumu sheria huwi mtenda sheria, bali umekuwa hakimu. Mtoa sheria na mwenye kuhukumu ni mmoja tu, ndiye awezaye kuokoa na kuangamiza. Nani wewe mhukumuye mtu mwingine? Haya basi, ninyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida, walakini hamjui atakayokuwako kesho. Uzima wenu ni nini? Maana ninyi ni mvuke uonekanao kwa kitambo tu, kisha hutoweka. Badala ya kusema Bwana akipenda tutakuwa hai na kufanya hivi au hivi. Lakini sasa mwajisifu katika majivuno yenu. Kujisifu kote kwa namna hii ni kubaya. Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi kwake, huyo ni dhambi. Mrudishie Mungu tukufu. Kitabu cha Mathayo sura ya 7. Nakimbia sasa haraka haraka. Mathayo sura ya 7. Mathayo sura ya 7, Biblia inasema, msihukumu msije mkahukumiwa ninyi, kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndio mtakaohukumiwa, na kipimo kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho lako na bolti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe uiangalii? Utamwambiaje ndugu yako nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna bolti ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe! Itoe kwanza ile bolti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Msiwape mbwa kilicho kitakatifu, wala msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe, wasije wakazikanyaga chini ya miguu yao wakageuka na kuwalalua. Mstari wa 7. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, na atafutaye huona, na abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanaye akimwomba mkate atampa jiwe, au akimwomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Basi yoyote mtakayomtendea na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, kwa maana hiyo ndio Torati na manabii. Basi ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Mstari wa 15. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaojia wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma tini katika mizabibu au tini katika mibaruti? Je, samahani hapo.
Je, watu uchuma tini katika mizabibu au mizabibu katika mibaruti? Kila mti mwema uzaa matunda mazuri na mti mwovu uzaa matunda mabaya. Mti mwema huwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri ukatwa ukatupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Basi ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, makutano walishangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akifundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi wao. Ufunuo sura ya 1. Utanikuta mbele kulingana na muda. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kwa upesi, na akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana, aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yani mambo yote aliyoyaona. Heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya nabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati karibu. Yohana kwa makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Tazama iwaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu, nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Nami nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu, ikinena nami ikisema, haya uyaonayo uyaandike katika chuo, ukayapeleke kwa hayo makanisa 7: Efeso, Smyrna na Pergamo na Thiatira na Sardi na Filadelfia na Laodikia. Nami nikageuka nione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka naliona vinara vya taa 7 vya dhahabu, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu, amevaa vazi lilofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufi, nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake. Nami nilipomwona nalianguka na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Basi uyaandike mambo yale uliyoyaona na yaliyopo, na yale atakayokuwa baada ya hayo. Siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume
na vile vinara 7 vya dhahabu. Zile nyota 7 ni malaika, wale makanisa 7, na vile vinara 7 ni makanisa 7. Bwana akubariki. Hiyo ni sura ya 4 toka tumeanza kusoma kitabu cha Ufunuo. Hapo Ufunuo sura ya 2, hiyo ilikuwa sura ya kwanza. Sura ya 2, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishika hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na yajua matendo yako na tabu yako na subira yako, na ya kuwa uwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume nao sio, ukaona kuwa ni waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini na neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini unalo neno hili ya kwamba wachukia matendo ya Wanikolai, ambayo na mimi nayachukia. Yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Smirna andika, haya ndiyo nenayo yeye aliye wa kwanza na mwisho, na aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua na matukano ya hao wasemayo kwamba ni Wayahudi nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Basi usiogope mambo atakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu, atakufa nami nitakupa taji ya uzima. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho anambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye upanga mkali wenye makali kuwili. Jua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani, na ulishika sana jina langu wala kuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu hapo akaapo Shetani. Lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu wayashikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli, kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Vivyo hivyo wewe nao unao watu wayashikao mafundisho ya Wanikolai vile vile. Basi tubu, na usipotubu naja kwako, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika, haya ndiyo anenayo Mwana wa Mungu, yeye na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana. Na yajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Lakini na neno juu yako ya kwamba mridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kuhutubia uzinzi wake. Tazama, nitamtupa juu ya kitanda, na hao wazinio pamoja naye wapate dhiki kubwa, wasipotubia matendo yake. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti, na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye achunguzaye viuno na mioyo. Lakini nawaambia ninyi wengine wote mlioko Thiatira, wote wasio na mafundisho hayo, kama vile wasemavyo, sitaweka wote wasio na mafundisho hayo, wasiozijua fumbo za Shetani, kama vile wasemavyo, sitaweka mzigo mwingine juu yenu, lakini mlicho nacho kishikeni sana hata nitakapokuja. Na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa,
naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, kama vyombo vya mfinyanzi vipondwavyo, na kama mimi nami nilivyopokea kwa Baba yangu. Nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayambia makanisa. Hebu mpigie Yesu makofi mengi. Kulingana na muda wetu, na nina sura nyingi, nikisema niendelee mimi naendelea, lakini tuna mhubiri wetu yuko hapa na tuna waimbaji, na tayari ni saa 12 kasoro. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Tutaitafuta season 2 ya A Precious Gift. Biblia inasema katika kitabu cha Methali 17:6, kipawa ni kito cha thamani kwake yeye aliye nacho, kila kigeukapo hufanikiwa. Ni maono yangu baba mchungaji Amieri Katekela, siku moja na mimi niweze kufanya kazi na watu wa Promova TV kwa ajili ya kuufikia ulimwengu na Afrika kwa habari hii ya kulirejesha kanisa katika misingi ya Biblia. Watu wasome neno. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na hayo ndiyo maono yangu. Natamani, sitaki kusoma kwa ajili ya kujionyesha. Nataka nisome ili watu wengine na wachungaji wengine wawarudishe watoto wao katika neno la Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Naomba niishie kwenye hizo sura 5. Ukisema niendelee naweza nikaendelea, lakini tutaendelea baada ya mhubiri na waimbaji. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo mimi nipo hapa. Mpigie Yesu makofi mengi na utukufu uwe mwingi sana kwake. Anastahili sifa na heshima. Kwa wakati huu mimi nikushukuru na nimwalike mtumishi wa Mungu baba mchungaji Amieri Katekela. Anapokuja naomba tumpigie makofi mengi mengi mengi, na baada ya hapo tutamsifu Mungu mpaka 1:30. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Waimbaji wapo hapa na tunao ministers wapo hapa. Yupo Gifty, yupo Festo, wote walio kwenye matangazo wapo hapa. Mungu awabariki sana. Baba mchungaji, karibu. Ni maono yangu kufanya na hao watu. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Kanisani kwa banda kuzuri. Hongereni sana. Unajua nilikuwa namtania mchungaji na mwambia, ukiwa nje huwezi jua kama ni kanisa gani, ila ukiwa ndani unashangaa eti. Basi tukisema sana tutaharibu, ila hongereni sana. Na wasalimu katika jina la Yesu. Kwanza kabisa nina furaha kuabudu na wewe kwenye ibada hii, ingawa ni ibada ya dharura kwangu, lakini namshukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini washirika wa mchungaji Banda, hongereni sana. Na wageni waalikwa mliokuja pamoja na mimi, pamoja na ndugu Kefa, karibuni sana. Jamani, naomba niwaambie siri moja. Mnapenda niwaambie? Mchungaji Banda nimeonana naye kabla hajaondoka. Ameniambia hivi, mimi naondoka, lakini kanisa kwenye ibada hii na kuachia wewe. Kwa maana yake mchungaji kiongozi kwenye hii ibada ni mimi hapa. Wangapi wana furaha niwe mchungaji kiongozi hapa leo? Wow. Mbarikiwe. Sasa mchungaji kiongozi ana masharti. Masharti ya mchungaji kiongozi ni kwamba kuanzia meza ya mitambo ilipo kwenda kule nyuma, kuacha watu walio hapo kwenye mitambo hao, wale wengine wote naomba muje mkae hapa mbele ili niongee maneno ya Mungu. Tunaonana karibu. Mimi si ndo mchungaji wenu, naomba basi mnisaidie, mniheshimu kama mchungaji wenu. Najua kama protokoli ya hili kanisa imesema muwe mnakaa kule nyuma, ila mimi leo ndio mchungaji wenu.
naomba mnitii basi mchungaji wenu. Hata kama ni shemasi, anatakiwa akae nyuma, whatever the case. Ila leo I say mchungaji kiongozi amekuja na kuharibu utaratibu, ila mtanisamehe. Mungu awabariki sana. Ninaitwa mchungaji Amieli Katekela, ni mchungaji na mwinjilisti wa kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God, na ni mwanafunzi wa chuo cha kupanda chuo cha Biblia ndio cha kupanda wenyewe. Bwana asifiwe sana. Tupo hapo na watumishi wa Mungu pamoja na Samora Kefa, pia ni mwanafunzi mmoja wao. Hata mchungaji wenu Peter Banda alikuwa mwanafunzi pamoja na sisi, ila yeye Mungu akamsaidia kwa kuwa alianza mapema, alimaliza mapema. Na sisi Mungu akitusaidia mwaka huu tutakuwa tunamaliza chuo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaalika. Mwezi wa 11 tutakuwa na sisi na mahafali pale CBC. Tumeshaongea na mchungaji wenu, na mimi kwa kuwa ni rafiki yenu mchungaji kiongozi badala yake, naomba niwaalike. Tukiwa kwenye mahafali hii, praise team na kwaya ikiwezekana iwe mbele. Mungu awabariki. Lakini pia kipekee sana nimshukuru sana mtumishi wa Mungu Samora Kefa. Mungu akubariki sana. Kwanza kwa kunialika nije na wewe kuonana na hawa watu wa Mungu. Lakini pia nimeshangaa sana huduma ile Mungu aliyoiweka ndani mwako. That is wonderful. May God bless you. I appreciate you for everything. Kwa kweli nimeshangaa. Wewe hujashangaa? Nilikuwa nakaza sana kwenye Biblia nione atakosea. Amenyooka. Tunawahitaji watu kama huyu. Na ninaamini hapa kwa kuwa ameizindua huduma hii hapa, nami nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu aiambatanishe roho ya Kefa na huduma hii ndani ya maisha yako, ili neno la Kristo lisipotee. Sema amen. Na sasa pia ni wapongeze wanafunzi wenzangu ambao tumekuja pamoja kumshindikiza rafiki yetu. Mungu awabariki sana. Na washirika wote wa kanisa hili, wazee wa kanisa na viongozi wa idara, wanakwaya, praise team, Mungu awabariki sana. Ninamalizia salamu hii nikisema mumfikishie mchungaji wenu baada ya mimi kuondoka, mwambie nimefurahi sana. Amen. Na sasa nataka ninene neno la Mungu. Nataka nisome kitabu kile cha Injili ya Yohana, sura ile ya 1, mstari ule wa 1 mpaka ule mstari wa 5. Mistari 5 tu. Na kabla ya kusoma niombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ninakuamini sana. Ninakupenda sana. Ninakuheshimu sana. Umenileta kwenye hii madhabahu ya mtumishi wako Peter Banda. Mungu, una watu hawa wakusikie. Unene nao sasa kwa jina lako. Amen. Nataka nizungumze neno moja fupi sana linalosema nguvu iliyo katika neno la Mungu. Hebu sema neno la Mungu. Unajua wakati naongea haya maneno mtumishi wa Mungu Kefa, nilikuwa nahisi uvuvio fulani kama vile anayeongea sio Kefa vile, ila Kefa ni kama spika fulani, ila nyuma yake kuna mwamba mwingine hivi anaongea. Kwa sababu this is real words of God.
is the truth of God. Ni maneno hayajachakachuliwa. Unajua sasa hivi Biblia imekuwa na walimu wengi wa uongo. Wanaifafanua, wanasema Biblia imeandikwa na watu, maandiko mengi yaliyomo humo wameongeza watu, ukiyafuata sana yanaharibu maisha, sijui Biblia ni hadithi. Huo wote ni uongo, kwa sababu hili ni neno la nani? La Mungu. Na Biblia imejitetea, inasema kila andiko humu lenye pumzi linafaa sana kwa ajili ya nini? Ya mafundisho. Jamani, haleluya! Unanielewa vizuri mpendwa eh? Na sasa nataka nizungumze neno moja, nasema nguvu iliyo kwenye neno. Tunaposema neno, maana yake ni matamshi yanayoumba. Rudia tena, tuseme pamoja, matamshi yanayoumba. Ndiyo maana ya maneno. Amen. Bwana asifiwe. Kuna mwimbaji mmoja aliimba akasemaje? Wanadamu wana maneno, alafu Mungu ana nini? Lakini vyote ni matamshi yanayofanyaje? Yanayoumba. Lakini hapa nataka nisome andiko hili. Iangalie Biblia yako sasa. Hapo mwanzo kulikuweko neno. Mimi nasoma Biblia, siongei hivyo hivyo, naisoma. Sawa eh? Kwa hiyo tusome wote. Hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika kitu chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Bwana Yesu libariki hili neno. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Unajua mimi ni tofauti eti na mchungaji Kefa pamoja na mchungaji Peter Banda. Mimi ni mwinjilisti, hawa ni wachungaji. Nikisema Bwana asifiwe, napendaga ile kelele ile Peter. Mfano ule. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Maandiko haya yanaeleza habari za neno. Kwa muktadha mfupi wa andiko hili, mhusika wa hiki kitabu tunachosoma ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu aliyempenda sana Yesu, na yeye pia akapendwa sana na Yesu. Kwenye simulizi ya wanafunzi wa Yesu 12 kulikuwepo mwanafunzi mmoja mzee ambaye alikuwa ni tenzi master, yani mwenyekiti wa uvuvi, ambaye wakiingia kwenye mashua yeye anakaa nyuma kwenye kinu ili mtumbwi utembee. Huyu anaitwa Peter au Petro kama mchungaji wenu Banda. Lakini kulikuwepo mwanafunzi mdogo kuliko wote, yani tunasema young man. Huyu anaitwa Yohana. Huyu Yohana alimpenda Yesu sana, na alikuwa ana silika fulani yenye hasira kutokana na alivyomchukulia Yesu. Yani alikuwa hataki kuona Yesu anachezewa. Bwana asifiwe sana. Huwa anajifunza tabia ya Yohana na itamani. Yule mwamba kuna siku moja ametembea na Yesu. Yesu akawa anatoa unabii, anawaambia watu habari za ufalme wa Mungu. Wale watu wakakataa kumsikiliza Yesu na wakaanza kubishana naye. Unajua Yohana alisemaje? Alimwambia, Bwana, kwa nini usishushe moto? Yaani yeye hataki watubu.
ana appreciate uwezo wa Yesu kwamba atashusha moto ateketeze wote ili basi ubishi uishe. Bwana asifiwe sana. Ule ubishi wakati Yesu alipokufa na akafufuka, Yohana hakutaka kupitwa na habari ya Yesu. Kuna kipengele kimoja hivi Yesu alimuita Petro kwa ajili ya kuongea naye siri. Wakati anamuita Petro anainuka amfuate, na Yohana naye akasema sibaki, akafata. Petro akamwambia Yohana, we hujaitwa mwanangu, kaa. Lakini yeye akaendelea kwenda. Yesu akasema mwache aje. Nyuma ya ule ubishi wa Yohana na kujipendekeza, akapata baraka. Yesu akasema hivi, kuna miongoni mwenu hawatakufa mpaka watakapouona ufunuo wa utukufu wa mwana wa Adamu. Wale wanafunzi wakajua kwamba Yohana hatakufa mpaka amuone Yesu mara ya pili. Lakini kumbe Yesu anapopaa atashuka tena kujidhihirisha kwa Yohana ili amuelekeze habari ya unabii wa mambo yajayo, ambapo Yohana ndiye mhusika wa kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Bwana asifiwe sana. Sijui unanielewa vizuri. Sasa huyu Yohana nataka kuambia mazingira yake kidogo. Alikuwa ni mmoja mtu aliyemuamini Yesu sana kwa kazi za Yesu, udhihirisho wa Yesu, lakini urafiki wake wa Yesu ulijaa ndani, na kitu ambacho hakuteteleshwa na habari yoyote, hakubabaishwa na kitu chochote, licha ya kuteseka wakati anahubiri, ila alikubali kufa ili Yesu atajwe. Kuna mahali walikamatwa na Petro, wakawekwa mbele ya baraza, makuu ya makuhani yamejaa kanisa lote, yakawambia msiseme kwa jina la Yesu. Lakini mwamba akasema, amueni mtakachofanya, kama ni kutuua tuueni, hatutaacha kumsema huyu Yesu, maana tunamjua. Jamani, haleluya. Mwamba akakaza msuri, mwisho yakamkuta mateso. Mateso gani? Miongoni mwa itikadi kali ya mitume, huyu Yohana wakamkamata Wayahudi, wakachemsha paa yenye mafuta ya kupikia, wameweka mkaa kwenye jiko unawaka. Yohana wakamnyenyua, wanasema leo ni chips Yohana, wakamzamisha ndani ya ile pipa ya moto wa mafuta, wakijua habari ya Yohana imefanyaje, imeisha. Lakini mwamba akiwa ndani, imani ya Yohana ilijikita kwamba Yesu ni neno la Mungu, nikimwita hapa atashuka kama alivyo. Na hivyo hakuteteleka, maana hili neno lilikuwa ndani. Hata katikati ya yale mateso alipotaja Yesu, Yesu akashuka akayapoza yale mafuta. Jamani, haleluya. Sijui unanielewa mpendwa. Wamepuliza moto mpaka ukazimika, wanafunua mfuniko, wanaangusha pipa, wakijua watakuta mshikaki wa Yohana. Lakini cha ajabu, mwamba anatoka mzima, anasema Yesu ni Bwana tu, Yesu ni Bwana tu, Yesu ni Bwana tu. Wakasema hii njemba haikamatiki, kamateni huyu, katupeni kwenye kisiwa cha Patmo. Ukisikia kisiwa cha Patmo, maana yake ni kisiwa kibaya ambacho kina wanyama wakali, majoka, mamijusi, mamba yale, manini, masimba, madubu. Lengo atupwe kule, siku hiyo hiyo aliwe na wanyama afe. Lakini wanamtupa tu kwa kuwa aliliamini hili neno ambalo ni Yesu, lilikuwa ndani. Wanaondoka tu, mwamba Yesu akashuka, akampa kalamu, akamwambia andika, na tutapata kitabu cha Ufunuo. Jamani, haleluya. Kwa nini Yohana anapata ujasiri wa kunena hizi habari? Anaeleza kiu ya ndani anavyomjua Yesu. Jamani, haleluya. Na mimi hii ndo nataka niseme kwako. Sema amen. Biblia inafafanua, inatuambia hapo mwanzo
kulikuweko neno. Inaposema hapo mwanzo, maana yake ni uko zamani, hakijawepo kitu chochote. Neno, hebu sema neno. Sema tena neno. Ukiweza fanya kama mimi tu, neno. Hivi neno linashikwa? Ila hebu neno lilikuwepo. Alafu uwepo wa lile neno lilikuwa kwa Mungu. Kuna mwandishi mwingine, Biblia nyingine, tafsiri ya Ulimwengu Mpya, inafafanua, inasema hili neno lilikuwa pamoja na Mungu. Yaani lilikaa ndani ya Mungu na likatoka kwa Mungu likaja nje likafanya mambo. Halafu halikuwa tu hilo neno pamoja, halikuwa tu kwa Mungu, hilo neno lenyewe ndo Mungu mwenyewe. Jamani, haleluya! Jamani, hii ni nini? Ni neno la nani? Kwa hiyo kinachoelezwa hapa yamkini kimebeba sura ya ujumbe ninaousema. Jamani, haleluya! Unanielewa mpendwa? Bwana asifiwe. Huyu neno alikuweko kwa Mungu, alafu huyo neno ndo Mungu mwenyewe. Unaona mimi hapa Amieli nikisema Bwana asifiwe, neno ni lipi? Neno ni nini? Bwana asifiwe. Eti limetoka kwa nani? Kwa Amieli. Sawa sawa, Ukienda kunishitaki, utashitaki Bwana asifiwe? Utashitaki nini? Amieli, si ndio? Kwa hiyo Bwana asifiwe atakuwa ndo Amieli. Sijui tunaelewana vizuri? Uzito wa hili neno, unapoliamini hili neno, hauamini tu neno. Nyuma ya haya maneno kumebeba kiumbe, kumebeba kitu halisi. Ndiyo maana hapajatajwa hapo mwanzo kulikuweko neno, neno lilikuwa kwa Mungu. Biblia imesema neno alikuwa. Alikuwa na yake ni yamkini, yani kama mtu, kama jitu, kama munyama, kama kitu fulani, yani ni nafsi. Sasa anaposema alikuwa Mungu, mstari wa pili unanisaidia. Unasema hivi, huyo mwanzo alikuweko kwa Mungu. 3, vyote vilivyofanyika vilifanyika kwa huyo. Uumbaji. Ukisikia Mungu aliumba, aliyefinyanga ni neno. Mpaka leo ukisikia mwanamke anazaa, anayezalisha ni neno. Mpaka leo ukisikia kuna manyumba yanajengwa, prime master ya ujenzi ni neno. Neno ni Mungu mwenyewe, kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Jamani, haleluya! Gonga 5 na mwenzako mwambie liamini neno, rafiki yangu. Na ukiliamini neno, uweka nafsi ya Yesu kwenye hilo neno. Usiache kuweka jina la Yesu. Yaani mzima ndo neno Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Ngoja nikupe ushuhuda mfupi. Hivi nina dakika ngapi? Saa 12 ya dakika ngapi natakiwa nitoke hapa? Usiniambie saa 1 kamili. Dakika 40. Thank you. Bado dakika 20. Bwana asifiwe sana. Mwaka 2017 babangu mzazi mimi alikufa. Tena alifia madhabahuni. Babangu mimi alikuwa ni mchungaji. Alivyokufa tukambeba mwili tukapeleka ndani kwenye nyumba yake. Hatukujua kama amekufa, ila tulijua kazimia, labda kapata heart attack au shambulio lolote la kiafya. Kumbe ndo kafa.
Tukarudi kanisani, tukapiga pambio saa 1 kasoro hivi. Mimi mtoto wake mkubwa niliyekuwepo pale, nikaenda kuangalia babangu. Nakuta tulivyomlaza yuko hivyo hivyo. Kashakuwa wa baridi. Kaka kumgeuza hivi, yani kaa mti. Naita baba, haitiki. Ukimpeleka hivi kichwa kinarudi. Ni kama gogo. Nikasema hii mbona sielewi, nikaita mamangu. Mama njoo uone baba. Mama alivyofika, akaanza kupiga kelele, mme wangu. Hey. Tayari nyumbani kukawa msiba. Unajua kilichotokea? Bwana asifiwe. Nikawaza jambo hili neno limesema kwenye kile kitabu cha Amos sura ya 3 mstari wa 7. Inasema hivi, na Bwana hatofanya neno lolote bila kuwajulisha watumishi wake manabii. Umeona neno lilivyo Kwa vile ameongea Kefa pale, hakuongea tu, ameongea Yesu. Amemnena Yesu. Jamani, haleluya. Ile neno nikalichukua nikasema, yamkini mimi sio nabii, sijakamilika kiroho, wapo waliokamilika niwaite. Nikapiga simu kwa wachungaji rafiki wa baba. Baba yangu alikuwa askofu, nikapigia wachungaji wenzake na maaskofu. Nikipiga nauliza, oya vipi mchungaji? Mungu amekwambia kama baba anakufa? Wanasema Mungu hajasema. Sasa mbona amekufa? Na kata simu. Wachungaji 19 wote wakasema Mungu hajasema. Unajua kilichotokea? Moyo wangu ulikataa kifo cha baba. Nikasema neno haliwezi kujipinga. Nikainua Biblia hivi, nikasema Mungu, kama mimi nimechanganyikiwa, hili neno likusute. Na ukiona baba amezikwa, hii sura ya 3 mstari wa 7 Amos, na ichana kwenye Biblia, maana nitajua Mungu ni muongo. Unajua wakati mwingine wokovu tu tuna uchallenge eti. Yule anayesema hili neno halijaandikwa na Mungu, halijatoka kwa Mungu, li challenge uone uwezo wa Mungu uliomo. Jamani, haleluya. Nikawaita watu wawili, nikamwambia na mashaka na hiki kifo cha baba, naombeni tuombe. Watu waliniambia hivi, hii ni ina lilahi wa ina ilahi la junu. Mungu alishatoa na Bwana alishatoa. Angekuwa babako bado ni mgonjwa, tungeomba angepona. Ila kasha dedi. Acha taratibu za kidaktari zifanyike, gari imekuja ichukue mwili na polisi watashindikiza, awe na amani, tutafanya mazishi, Bwana atakuwa faraja. Nikasema oya, msinitanie. Nikaingia ndani iliko maiti. Nikawafukuza wanawake wote waliokuwa mle ndani. Nikafunga mlango, piga kufuli. Nikawafuta vijana wawili. Ilikuwa vurugu kidogo, maana ilikuwa inaonekana mimi sasa napingana na kile kitendo cha kufa kwa baba. Wakajua nimechanganyikiwa akili. Ikaitwa polisi Central, wakaja gari ya askari karibu 8 wanabunduki. Mimi nikaweka imani, sijawa jambazi wala mwizi wala sio mhalifu. Hata waje na mabunduki hawataniua. Ila nachokataa ni spiritual words. That is a spiritual battle. Nikawaambia hapa, nisubirini kidogo. Nikatafuta vijana wawili waliookoka, nikawapata. Tukaingia mle ndani ya chumba alicholazwa marehemu, tukafunga mlango. Nikawaambia mimi na mashaka na kifo cha baba, tuombe juu ya hili jambo, tuone Bwana atafanya nini. Jamani, haleluya. Bwana alisema hivi kwenye kitabu cha Kutoka sura ile ya 23 mstari wa 25, ya kwamba nami nitakuondolea ugonjwa wote, na wala hakutakuwa mwanamke kati yenu atakaye haribu mimba wala aliye tasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Nikajua hili neno la Bwana kwa
kwa kuwa hesabu ya siku itatimizwa. Hesabu ya siku ya baba bado haijatimizwa, lazima nidai hapa. Nikaanza kuomba na kataa kifo cha baba. Wewe jamani, yasiyowezekana kwa wanadamu kwenye hili neno, kwa Yesu huyu yanawezekana. Piga kelele Bwana, sema amen. Nilianza maombi saa 1 jioni. Imefika saa 3 waombaji wenzangu wakachoka, lakini hili neno limenitia nguvu. Kitabu cha Yakobo sura ile ya 5 mstari wa 16 inasema hivi: ongameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana ili mpate kuponywa. Bii yake inasema kwake mwenye haki kunafaa sana akiomba kwa bidii. Yani hakuna kukata tamaa. Nikasema hapa afe kipa afe beki, lazima baba amke. Halo, niliita Yesu. Nikasema Yesu jidhihirishe. Lazaro alifufuka. Fufukaje? Kwani ile Mungu si ndio hii? Fanya mambo one hapa. Nikasema binti ya hilo si alifufuka? Kwani Mungu si ni wewe? Dorcas ambaye ni pacha si alifufuka? Kwani leo ni nani wewe? Si ni Mungu yule ya kwamba Mungu yuko. Ilipofika saa 6 na dakika 50 nikasikia kitandani chafya inapigwa. Mwanangu, nilichanganyikiwa. Unajua kule kuomba, furaha si furaha, huzuni si huzuni. Biblia inasema kilichotarajiwa kikikawia moyo unaugua, ila haja ikipatikana ni mti wa uzima. Nasikia chafya imepigwa, najua mtu hazikwi tena, tayari anarudi kuishi, na hii ni muujiza mkubwa. Ndugu yangu, nikaanza kumshukuru neno, nikaanza kumshukuru Yesu. Nilipomsogelea baba, ninamwita Katekela, amka. Katekela, njoo kwa jina la Yesu, njoo. Nikamuona anasema amen, akawa amepona. Bwana asifiwe. Baba yangu akaishi. Unafikiri ni uwezo gani ulifanya? Ni neno. Liamini neno. Liamini neno. Mstari wa 3 unasema hivi: vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimo kuwa uzima, nao huo uzima ni nuru ya watu. Huyu neno unapomwamini anafanya uzima, na uzima anaoufanya ni nuru ya watu. Maana yake ni nini? Utendaji halisi wa kazi za Kristo unaijali sana imani yako na mapokeo. Unaliaminije hilo neno na unalipokeaje? Yaani mimi nikikaa na Biblia ndani, ninaamini niko na mtu mwenye nguvu kuliko zangu. Hata kama kuna mambo siyawezi, huyu Bwana hawezi kukubali nirogwe wakati yeye yupo. Maana amesema hakuna uchawi katika Yakobo, hakuna uganga katika Israeli. Hawezi kukubali niumwe nife. Amesema nitakuondolea magonjwa yote. Hawezi kukubali waadui zangu wanimalize. Maana amesema watakaopanga kukula nitawalisha nyama yao wenyewe. Hawezi kukubali nizikwe. Amesema watakao kuchimbia kaburi watazikwa wenyewe. Jamani, mpigie Yesu makofi na vigelegele. Usiogope chochote ukiwa na hili neno. Liamini na uliheshimu likafanye mambo kwenye maisha yako. Sema amen. Mstari wa 5 unahitimisha kwa kusema, nayo nuru inang'aa gizani, na wala giza
halikuiweza. Nuru ni uokovu, utukufu, utakatifu ulio ndani ya neno la Mungu. Unapokuwa na neno la Mungu, lazima ni rafiki mkubwa sana wewe Roho Mtakatifu. Na ukiwa rafiki wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu sio tu kadude. That is our final say. Yeye ni dude. Wewe fikiria wakati Yesu amekufa yuko kaburini. Biblia inasema Roho ndiye aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu. Maana yake kaburi limefunikwa na jiwe, walinzi wamekaa pale wanasubiri waone itakuwaje. Malaika wa Bwana anashuka na nguvu ya uvuvio wa Roho Mtakatifu. Jiwe likaviringishwa, walinzi wakaangushwa, wakawa kama wamekufa. Halafu dakika mwanaume wakatoka kaburini akiwa ni mshindi dhidi ya mauti. Jamani, haleluya! Giza linalotajwa hapa ni mapepo, giza ni majini, giza ni wachawi, giza ni magonjwa. Yasitishe, Yesu anaweza, Yesu atakusaidia. Sema amen. Unapenda niendelee? Simama nikwambie kitu. Simama nikwambie kitu. Simama nikwambie kitu. Jamani, haleluya. Unajua mimi hapa nilipo ni muujiza. Hapa nilipo ni muujiza. Mwaka jana mimi nimepewa sumu nikiwa nimetoka kwenye maombi hapa Dodoma hapa. Ile sumu nafikishwa hospitali. Moja ya hospitali nilizoenda ni hiyo wanaita Sentinani nani sijui jina. Sentinani nani? Jema sijui Jema. Wanapima pale wanasema maini yameathirika 72%. Figo 68%. Wananiambia tupambanie uhai tuone kama Mungu atasaidia. Wakanipeleka kule UDOM. Madaktari kule wakasema tusubiri dokta bingwa kutoka Ghana. Wakanipa dawa kwamba jaribu hizi tuone. Tumbo imevimba, mwili unanyonyoka ngozi. Halafu nikienda kujisaidia haja ndogo ni damu tupu, tena tuchache. Wanasema wewe kutoboa ni ngumu sana. Wanafunzi hao rafiki zangu mashahidi, chuo kikawa hakisomeki tena. Najua mimi tayari muda wowote wataimba alazwe pema peponi kamanda. Lakini nataka nikwambie, waliniuliza hawa. Yupo mmoja anaitwa Kaboja, mwanafunzi mwenzetu, na Christopher. Wakaniuliza, Katekera unasikiaje moyoni? Uzima umo? Nikasema na usikia. Neno halitaniangusha. Wakanishika mkono tukaenda Chepo, wanafunzi darasa lote likaitwa wakaniombea. Wakafunga na kuomba siku 3 hawa jamaa. Walivomaliza kuomba, yule mwanafunzi mmoja kaniambia, amini haya maombi na hili neno litafanya jambo. Waliposema tu nikasema naamini. Tuliposhukuru Mungu, nafika nyumbani haja ndogo kubwa zikatoka safi. Wewe uwezi amini. Naenda hospitali kucheki. Dokta anapima ini anasema athari imebaki 21%. Nimepona ponaje? Akasema Mungu wako usimwache. Kwa nini? Ukiliamini hili neno linafanya muujiza. Sema amen. Aise, niko rohoni, msinifukuze bado. Si mmeniambia dakika 40. Bado dakika 7 nazilinda wanangu. Nazilinda dakika zangu. Tulieni. Msinizimishe roho. Jamani, Bwana asifiwe. Nimemuona Mungu kwa macho. Kama isingekuwa huyo Mungu saizi, hili neno lisingekuwa na uhai, ningekuwa kaburini. Nataka nikutie moyo, najua kuna mtu hapa anajengwa. Liamini hili neno, kuokoka kwako sio bure. Haijalishi unapitia kipindi gani kwenye maisha. Haijalishi shetani ametangaza mwisho wako. Haijalishi wachawi wamesema watakuwa. Hautakufa, utaishi. Maana hili neno li hai, ni uzima. Ndani ya Yesu ni uzima. Sema amen.
Nataka nikuombee jambo moja. Neema ya Mungu udhihirishe uweza wa neno lake kwenye maisha yako. Ukiwa unaamini hicho, nataka niombe na wewe. Weza ukasogea hapa. Natumia dakika chache tu nikutamkie tamko la kiroho. Neema ya Mungu udhihirishe uweza wa neno lake kwenye maisha yako. Na ninaamini hapa, lile jambo ambalo ni gumu kuyashinda mawazo yako, Mungu wa madhabahu hii aliyelituma neno lake akafanye matokeo kwenye moyo wako. Fumba macho yako. Bwana Yesu, umelituma neno hili, nami naamini unalituma neno nalo linaponya. Nina uhakika na wewe. Wakati nimeenda kule Msumbiji, nimeshuhudia ulichokifanya kwa yule mama aliyekuwa ameandikiwa kuuawa. Madaktari wamesema bado masaa 9 atakuwa amefariki. Lakini nilipokuita, zile roho chafu za mauti zikamtoka. Nimemuacha na kusifu madhabahuni. Sio kwamba tunatosha, ila neno lako ndilo linatosha. Na kwa hilo neno ninakuita Yesu, ukadhihirishe wema wako ndani ya watu hawa. Unayajua magumu wanayoyapitia na changamoto kwenye maisha yao. Sitawawekea mkono, ila Roho Mtakatifu uliye nguvu ya neno ukawaguse sasa. Kwa jina la Yesu, wewe teso, nguvu za mauti, magonjwa, uchawi, kazi na fumbo za shetani, sasa ninatamka juu yako, toka ndani ya watu hawa. Toka, wachie eneo lolote ulilokamata, afya, ndoa, uchumi, amani, maisha, na kuagiza kwa jina la Yesu, toka na Bwana akukemee. Asante Roho Mtakatifu wa uvuvio na uamsho, ukaamshe hatima yao katika jina la Yesu. Amen. Kwa neno hili amini. Pokea muujiza wako katika jina la Yesu. Bwana awabariki sana. Waweza kurudi kukaa. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Mungu akubariki mchungaji Kefa. Mungu awabariki praise team na kanisa lote. Tuombeane kwa Bwana, tuonane tena. Karibuni CBC na Bwana awabariki. Sema amen. Hebu ongeza makofi, vigelegele, shangwe na ndelemo kwa Yesu aliye hai. Ongeza tena kwa baba yetu huyu mtumishi wa Mungu. Kwa mimi nilikuwa natamani aendelee. Sasa nilishapanga na mchungaji Banda kwamba moja ya mikutano ambayo itafanyika hapa, nimemwomba baba Banda kwamba huyu bwana aje awashe moto hapa kabisa. Mimi nimetembea naye kwa neema ya Mungu safari kadhaa. Yaani hicho nilichokuambia, hizo shuhuda ni kidogo sana na mishuhuda yake aliyonayo. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe kama unataka kuamini, wewe kaingia tu YouTube pale, alafu andika Amieli Katekela. Utaona hiyo mishuhuda. Bwana amemuinua. Nakumbuka tukiwa Iringa kule, alikuwa anasema hapa Iringa sijawahi kufika kabisa, lakini nikiwa mchawi nimefika sana. Akawa anasema kwamba fulani kuna kitu fulani, watu wasema ndio. Sasa mimi sijawahi fika, si unaona? Kwa hiyo Mungu amemtoa mbali. Nafikiri moja ya shuhuda zake za YouTube kule ni moja wa watu ambao wamekaa kuzimu kwa miaka mingi. Kwa hiyo naomba umfuatilie huyu mtumishi wa Mungu, na Bwana atupe neema na nafasi tena aje kurudi siku moja hapa. Sasa nilichokuwa ninakifikiria hapa kwenye akili yangu ni kwamba season 2 ambayo tutaandaa hiyo ibada, nitaandaa chakula kwa kanisa zima ili siku hiyo kanisa zima libaki. Alafu atarudi
na waimbaji wangu pia watabaki hapa waimbe hiyo iwe siku tu ya kushinda nyumbani mwa Bwana. Mhubiri awe na muda wa kutosha, kanisa lote libaki. Kwa hiyo endelea kuniombea Bwana anipe hela. Sema amina. Tuandae chakula cha kanisa zima, wanywe na vinywaji, ili siku hiyo baada ya ibada ya pili tu tunakula chakula, tunaendeleza na moto kama huu. Jina la Bwana libarikiwe. Mchungaji wetu huwa ni mtu wa kufuatilia sana. Naamini alikuwa anafuatilia hii live, na hili gombo amelipata, na naamini matokeo tutayasikia tu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unaweza kunisaidia hicho chombo cha matoleo, tuingie kwenye sadaka, na baada ya hapo hebu tafuta na andaa sadaka yako nzuri mbele za Bwana. Neno limefika na ujumbe umefika, tukamtolee Mungu wetu sadaka, na Mungu akubariki sana. Na baada ya hapo, waimbaji wetu na wapigaji wetu wako hapa, tuendelee kumsifu Bwana. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Mungu akubariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunatoa matoleo, nitaomba yule bodyguard, sasa hivi amekuwa mawani, kwa nimemuona vizuri na tunatamani tumuone wote pamoja vizuri. Uje uombe kwa ajili ya matoleo. Karibu sana. Sasa ukututambulisha baba, mimi nimejikuta nimesema kile ambacho nilikiona kwa macho. Atajitambulisha mwenyewe jamani. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Tunaomba Nifa awe anajiandaa. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Jioni hii ya leo, asante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye umemtumia kwa habari ya neno lako, kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, na kwa huyo sisi tumefanyika uzima na tumetoka gizani tumeingia nuruni, katika jina la Yesu aliye hai. Saa hii wakati huu nenda kutoa sadaka, ukaibariki. Bariki kila mmoja wetu anayenyosha mkono wake kukutolea, ili sadaka hii kafanye kazi katika ufalme wako. Ni kwa Yesu Kristo yule mfufuka kutoka kwa wafu ninaomba na kushukuru, amen. Asante mchungaji, mtumishi wa Mungu. Sasa wakati huu watumishi wa Mungu tutatumia dakika chache sana. Mtanisaidia waimbaji wenzangu, tutaimba vizuri kabisa wote, yani tunazijumuisha angalau dakika 7-5 hapo, inakuwa kidogo angalau. Kwa naomba sasa hivi nimkaribishe Hanifa, karibu. Alafu baada ya hapo mtumishi wa Mungu Minister Gift awe anajiandaa, alafu tutamalizia na mtumishi wa Mungu Festo, Minister Festo, ambapo ni mchungaji pia. Lakini pia baada ya hapo nitakwambia tena nani anafuata baada ya hapo. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Wakati tunamtolea Mungu matoleo, tunakwenda kumwambia Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Haleluya. Come on. Wapi shangwe na vigelegele? Oh, Mungu ni yule yule jana hata leo, yeye habadiliki, yeye ni yule yule. Mungu ni yule yule jana hata leo, yeye habadiliki,
habadiliki. Yeah, ni yule yule. Yeah, Come on! Hey! Wewe, Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Yeye habadiliki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Mungu wetu ni yule yule aliyeahidi zamani na hata leo anatenda, aliyemfufua Lazaro zamani na hata leo bado ana uwezo wa kufufua vile ambavyo vimekufa kwenye maisha yetu. Haleluya, haleluya. Sasa backup wangu wazuri, msitoke kwenye maiki, naomba mrudi kwenye maiki zenu. Rudini tu kwenye maiki. Wakati mnarudi kwenye maiki, asante sana watumishi wa Mungu wazuri. Turudi. Jamani, tumebakiwa na dakika chache sana, kwa hiyo hivi vitu vya muhimu vya mwishoni. Barikiwe sana Madam Anifa. Amen, barikiwe sana. Wimbo mzuri, dakika chache, tumehudumiwa, tumejisikia vizuri, lakini pia anaimba. Wewe sema amina basi kwa niaba. Amen. Basi wakati huu naomba nitamkaribisha mtumishi wa Mungu minister. Wewe, yule backup mwingine wa kiume yuko wapi? Je, watumishi? Praise team, watumishi wa Mungu wa Jehova ile. Kama upo huko, uje huko mbele. Amen. Sasa basi wakati huu naomba nimkaribishe mtumishi wa Mungu Minister Gift. Yeye atatuletea wimbo na baada ya hapo tutakwambia nani anafuata. Ongeza makofi na vigeregere kwa Bwana Yesu. Ongeza makofi na vigeregere kwa Yesu tena. Haleluya. Amen. Mungu ana watu wengi sana. Nina furaha sana kumwona mdogo wangu. Huyu ni mdogo wangu jamani. Gift ni mdogo wangu, nimekuwa nikiwatembelea sana shuleni kwao. Kipindi hicho anasoma, alipokuwa form 1, form 2, form 3 mpaka form 4. Mpaka mahafali yake nikasimamia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haujisikii vizuri kiongozi wa ibada kuwa na mdogo mzuri kama huyu? Hebu mpigie Yesu makofi na vigeregere. Basi sasa wakati huu yeye sasa hivi ni minister. Amina, mtumishi wa Bwana. Naomba nimkaribishe mtumishi wa Mungu Gift, Minister Gift. Ongeza makofi tena na vigeregere kwa Bwana Yesu. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Unaweza mshangilia Bwana Yesu kwa makofi mengi tena. Weka tena na tena. Amina, tunaweza kumrudishia Bwana sifa na utukufu. Mahali ulipo unaweza tu ukasimama, tukamrudishia Bwana utukufu, tukampa tena ibada kwa saa huu. Na kuomba usimame kwa kumheshimu Bwana Yesu. Nataka kumwambia Bwana Yesu kwa kile tulichokisikia siku ya leo kwa Pastor Kefa, kila mtu aliyekuja mahali hapa kusema tukayaishi. Amina. Amina, tunamwambia Bwana Yesu tunataka kufanana na yeye. Amina. Nataka kufanana na Yesu moyo wangu. 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 Yeah. Nataka kufanana na Yesu moyo wangu.
Yesu, moyo Yesu unataka kufanana na Yesu. Yesu nataka kufanana na Yesu. Kufanana na Yesu. Sema mimi kufanana na Yesu. Moyo wangu kufanana na Yesu. Kufanana na Yesu. Kufanana na Yesu. Mimi nataka kufanana na Yesu. Sifa mpe Bwana. Moyo wangu, sifa mpe Bwana. Moyo wangu, sifa mpe Bwana. Moyo wangu, sifa kwa Bwana. Moyo wangu, sifa.
Ufanane na wewe, ufanane jinsi upendavyo. Biblia yangu inaniambia Yesu amesema tulinde mioyo yetu kuliko vyote tunavyovilinda, maana huko ndiko zitokako chemchemi uzima. Nitaulinda moyo wangu kuliko vyote tunavyovilinda, nitautunza moyo wangu kuanzia kukupa ibada Bwana Yesu. Moyo wangu wewe Kasia badaya rekaya makosia moyo nakupenda moyo nakusikia nakupenda amao zio maana kusikia nakupenda moyo zio maana kusikia nakupenda moyo wangu zio maana kusikia nakupenda moyo wangu zio maana sema moyo wangu moyo moyo nilipokuwa chini sana Bwana akaniinua, nilipokuwa katika magonjwa yale Bwana akaniponya, mkono wake ulinibeba. Nilipokuwa nimekata tamaa, lakini Bwana mkono wake ukanibeba, bado ukaniweka mahali palipo nafasi, bado ukaniketisha makuu. Yes, nakupa ibada yangu, pokea ibada yangu. Yes, mkono wako unibebe. Oh, mkono wako